Mtoto wa Neema TV ni yetu sote, ni yetu sote, hapa ni yetu sote, ni nyumbani, ni nyumbani, ni nyumbani, ni nyumbani. Ya nikisema Sanjay unasema Doa, yani Sanjay Doa, na hii ni Mtoto wa Neema TV. Nyuma ya kamera nipo na mtu mzima Jordan. Mpenzi mtazamaji, kama nilivyokwisha kukuapia ya kwamba nitakuburudisha kabla usiku haujakucha, leo ndo kama hivyo unavyoniona nimefunga safari kumfuata bibie mdada unayemwona mbele ya macho yako. Sitaweza kusema ni nani kwa sababu sio bubwa, atatueleza kila kitu. Lakini kabla sijakupeleka huku ni kukumbushe tu kwamba kama mgeni kwenye channel yetu, basi na subscribe channel yetu ili uendelee kupata kila kitu kinachoendelea tena kwa wakati. Ya habari yako dada? Nzuri. Nakuona mbona kama mnyonge? Hapana, niko poa. Ushakula? Ya. Sema kweli mbele ya Mtoto wa Neema, ushakula? Nishakula. Okay. Ya watu wachache sana wasio kufahamu, lakini nisingependa nichukue kazio ya kukutambulisha. Waambie kabisa unaitwa nani? Mimi naitwa Flower Amos. Kutoka wapi? Kutokea hapa kutoka Mbili Nyarugusu, zone ya pili, kijiji cha Ide. Ya Flower Amos, huyu ni mjanja, dada mjanja kutoka mjini Kambini. Ya kutoka town Ide. Ya vipi Flower? Ningependa mwenyewe kabisa ujieleze bayana mbele ya mtazamaji wa Mtoto wa Neema, ya tuweze kujua kazi zako, unafanya nini na kwa nini, lakini taanza kujua unajishughulisha na nini haswa. Mimi kazi zangu nafanya kazi ya kuimba, naimba nyimbo za gospel. Yeah. Kwa nini hujaimba nyimbo zingine tofauti na gospel? Maana ninavyokuangalia hivi bwana, wewe na watu wanaofanya vizuri kwenye tasnia za kibongo, kama hamna utofauti, nikikushusha nikikupandisha, ili kufutia nini mpaka uimbe gospel? Sikuomba kwa sababu ya kuimba bongo mimi. Au ndo yule msemo wa kwamba utamu wa Yesu ushauonja? Ndo kama hivyo. Unakuaje utamu? Ni shosho. Okay, mwimba gospel wetu tumempata huyo hapa. Tunakuja kama kawaida, sisi bwana si haba Nyarugusu, sisi si haba kama unavyotujua. Tunazidi kulinogesha, tunazidi kulisongesha. Kwa sasa umefanya nyimbo ngapi? Nina nyimbo 3. Nyimbo 3 za audio au za video? Audio na video vyote. Manake ni video moja kwa moja, si ndio? Ndio. Nyimbo ya kwanza inaitwaje mpaka ya 3? Ya kwanza ni Ataniinua, ya pili ni Haleluya, ya 3 ni Ugumu wa Maisha. Ugumu wa maisha, ugumu wa maisha. Ataniinua, Haleluya na Ugumu wa Maisha, si ndo manake? Yeah. Hizo ngoma tayari ziko mtaani, zinafanya kampeni za kuokoa, si ndio? Ndio. Asante sana. Flower, tujaribu kwanza kuyazungumza. Kwanza nimeruka, anaimba gospel lazima atakuwa anasali. Unasali kanisa gani? Methodist hapo. Na wimbo wa mwisho una muda gani toka urekodi na kufanya video sasa hivi? Naweza nikasema tarehe ambazo niliposti. Wimbo wa mwisho niliposti tarehe 19 ya mwezi huu. Ya manake wimbo huu wa mwisho wa maisha magumu, ugumu wa maisha au maisha magumu? Ugumu wa Maisha. Ugumu wa Maisha. Bado ni mgeni kabisa kwenye soko, bado ndo umeterekwa hivi juzi. Okay, sawa. Kipaji chako umechukua muda gani kujitambua kwamba nina kipaji? Manake kabla uanze kurekodi umechukua muda gani kuanza kujisikia kwamba mimi nina kipaji cha kuimba? Mimi kipaji changu nilianza kukiona nikiwa bado mdogo sana. Yaani nilikitambua nikiwa bado mdogo. Na baada ya kukua kabisa, nani alikuwa wa kwanza kukushawishi uweze kuingia kwenye mambo ya kumuimbia Mungu kama muimba kwaya? Niliingia tu mwenyewe kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipendelea. Nikisikia tu kwaya najisikia vizuri, nikaamua niingie.
Na Methodisti ni kanisa ambao tumeizoea. Methodisti mbona ni watu ambao hawapendi sana mambo ya mashamshamu, mambo ya mashosho. Swala la wewe kuanza kuimba kwaya binafsi halijakuletea shida huko kanisani? Maana tunaijua Methodisti. Hiyo Methodisti mnayoijua so hii sasa hivi, maana wana gospel Methodisti mbona ni wengi, washakuwa wengi sana. Kifupi tu Methodisti kama ilikuwa hivyo tuseme ishabadilika. Yaani kifupi haijaniletea shida kwa sababu ni kawaida. Hao ndo hauimbi zile nyimbo zao za kucheza, maana hiki ndo kitu nakiheshimu sana Methodisti kwa upande wa kuimba. Hawapendi unaimba nyimbo za kucheza, sijui matambo, sijui nini, wanapenda kuganda, ndo maana nimeuliza hivyo. Sichezi sana lakini sigandi. Nacheza tu kidogo. Okay, na tukirudi kwenye familia, kweli familia imekukubalia ama imekusupporti uendelee na hizo shughuli? Yeah. Wananisupporti sana tu. Maana unajua kwaya ipo siku utakuwa busy kiasi cha kuto kuonekana hata nyumbani siku 2 mfululizo kweli. Hicho kitu unakielewa hata we mwenyewe, na familia ikitokea hivyo haitoleta shida kweli? Wataelewa na wanaelewa tu. Au ndo ushawahi kabisa kwenda kwenye kazi yako hata siku 2 bila kurudi nyumbani? Narudi nyumbani, siwezi nikaenda kazini nikose kurudi nyumbani. Sana nalala wapi? Naweza yani nashinda kabisa, sishindi nyumbani na kuja kuonekana jioni, lakini nalala nyumbani. Au sio? Unaweza ukatuambia kidogo changamoto ambazo zinakusibu kwenye kazi yako, na unavyoona hizo changamoto kweli zinakupa moyo wa kuweza kuendelea na hii kazi kweli? Changamoto kwenye kazi waga zikosi, ila pamoja na Mungu tutaweza. Nyimbo ya kwanza mpaka ya 3 anakuandikia nani ama unatunga we mwenyewe? Mimi waga natunga mwenyewe. Unatunga kabisa we mwenyewe? Japokuwa watu wa kusaidiana waga wakosi, lakini waga natunga mwenyewe. Hivi kwa mfano baada ya kumaliza hilo dude la ugumu wa maisha, kuna mistari ambayo ushaweka tayari utupia hata sekunde 2 tu? Ipo, lakini siwezi nikawapa kwa sababu bado ni inbox. Jamani, hata kidogo. Unajua kuna mtu anatamani asikie sauti yako ukiwa mkavu nje na studio, nje na audio. Kwa nini unakataa? Au ndo haituhusu kabisa? Labda niwaimbie kazi ambazo nishawahi kufanya, lakini sio kazi ambazo siyafanya. Okay, tukirudi huko kwanza, na rudi kwa Flower, nirudi nyuma kabisa. Hizi kazi mimi nimezoea, au jamii imezoea kuona watu wanaofanya hizi kazi ni watu wazima. Kwa kuchukulia mifano kama vile famasi wetu kama vile Rose Muhando hapa Tanzania, kina Bahati Bukuku, akina Christina Shushu, nikiwa angalia kiumri ni kama hamuendani kweli, na nimepata shauku kabisa ya kukuuliza hili swali. Una umri gani wewe? Miaka 18. Yapo, mtu mzima tayari, ndo maana yake tayari umeamaliza kabisa. Miaka 18 ndo umri ulioanza nao kazi, au ulianza kazi chini ya huo umri? Nilianza kazi chini ya huo umri, kwa sababu nilianza kazi 2022. Wimbo wa kwanza unaweza kuwa umeutoa kwenye 16, 17 hivi? 16. Na huo wimbo wa kwanza uliandika mwenyewe Flower? Niliandikiwa ule wimbo wa kwanza. Wimbo wa kwanza uliandikiwa Okay. Na sasa tukuulize, ushaimba nyimbo ya kuandikiwa, pia ushaimba nyimbo ya kuandika mwenyewe. Ni ipi uliona ni rahisi kufika studio na kuitema moja kwa moja? Siku zote kitu cha kupewa waga ni rahisi, kwa sababu ile niliandikiwa na hii nikaandaa mwenyewe. Yani ya kuandaa mwenyewe ilikuwa ngumu sana, kwa sababu natoa idea kichwani, lakini ile ya kuandikiwa nilikuwa nafundishwa tu. Kwa mpaka hapo wewe ungetamani uendelee kuandikiwa ama wakuache ujiandikie? Waniache tu nijiandikie. Asante sana. Na studio kule navyojua mimi, kuna makubaliano fulani yanafanyika mpaka ngoma ije itwe video. Vipi, nani anaweza kawa na kusimamia pande hizo? Unafanya kazi mwenyewe ama kwa kushirikiana tu na familia yako, ama tayari upo sokoni, manake tayari una bosi anayekuwezesha kazi hizo? Yani na bosi anayeniwezesha. Vizuri sana, vizuri sana. Na habari za shule uliyamaliza au bado unaendelea? Bado naendelea. Au sio? La ngapi, form gani? Darasa la 5.
Ya hiyo imeenda. Naona ndo unaenda kabisa kufunga. Ningekusii kabisa ujitahidi swala la shule ulizingatie, maana mwanzo ndo huo. Mwanzo ndo unaanza kuandika. Usingeenda shule usingeweza kuandika. Kesho kuna kompyuta, kesho kutwa kuna Kiingereza, utuimbie wengine sisiosikia Kiswahili. Kwa natakiwa vizuri kabisa uzingatie hilo swala la nanili la shule. Na narudi mtahani. Mtahani kuna mabinti wengi sana na wengi wana vipaji vya kuimba. Haujawahi kukutana na hata mmoja kabisa ambaye anakufuata nyuma kwamba na wewe umsaidie japo kwa ndo bado unaanza? Wapo, japo kwa wengine hawezi wakasema, lakini wapo. Na kuna swala lingine Flower, bosi kazini anakuwa anakushika kama baba anavyokushika kule nyumbani kule, na ndo bosi naye kazini anakushika hivyo hivyo. Tuambie sasa malezi hayo ya bosi na malezi ya mama, kwa sababu bila shaka huyu ni bosi wako wa kwanza, si? Ya malezi yao ya baba na malezi yao ya bosi kule, unakoona kabisa kwamba kuna kero zaidi ni wapi? Hakuna kero. Wanakulea vizuri, bosi anakulea vizuri? Hebu uwe mkweli, maana tunazungumza na Flower, atuzungumzi na bosi wa Flower, wala tuzungumze na kama anakulea vizuri unampa maua yake, usimsemee uongo, maana kuna baadhi ya mabosi ni wanyanyasaji, na tunapokuuliza tunataka tumweke wazi kama na yeye ni miongoni, ajulikane kama na yeye ni mnyanyasaji. Kama ni mtu mwema unampa maua yake kama ulivyosema, lakini inavyoonekana ni kwamba ni mtu mwema. Nimekubali, maana jibu lako nimekuangalia usoni na tabasamu lilitoka. Na tutaka kuuliza sasa hapa Flower ni kuhusiana na hiyo kazi yako ya gospel unayofanya. Nyimbo unazoziandika wewe, unatumia mashairi ya kutoka kwenye kitabu kitakatifu, nikimaanisha Bible, au unatunga tu mahubiri kutoka kichwani mwako bila kuchukua reference? Mimi nachukuaga ambavyo vinatoka kichwani mwangu na vile ambavyo navijua vidogo vidogo kutoka kwenye Bible. Ushawahi kupiga show yote kanisani ama uwanjani, ukumbini ya kwaya? Nakumbuka mara moja nishawahi. Ulikuwa umeshaanza kazi ya nyimbo zako au bado? Nilikuwa nishaanza. Wimbo wako gani uliruka nao kwenye stage za gospel? Ataniinua. Okay, maki hiyo ndio ilikuvutia. Na kwenye hizo nyimbo 3 kweli unaweza ukazaa watoto 7, lakini akawa mmoja mwenyewe unakiri ukiwa peke yako, sometimes hata hadharani unakiri, unasema kwamba yule mtoto wangu ana akili ama yule mtoto wangu ni mzuri. Inakuwa sio upendeleo zaidi, lakini ningerudi na kwako kwenye hizo kazi zako 3. Ni kazi gani ambayo ni proud kwako, ambayo mtu yote akikuuliza ama akikuomba unaanza na hiyo, maana yake unaikubali kabisa hata kama zote umefanya wewe? Hapo kuna ugumu kidogo, sababu unajua mzazi akizaa mtoto leo anamuona yule ndio mzuri, akizaa mwingine anaona yule mwingine ndio mzuri. Kwa hiyo kwa sasa hivi ule ambao upo on trending ndio ambao nitauona ni mzuri zaidi. Tupe siri kidogo, tuambie, maana tayari zote zipo sokoni. Ni wimbo gani ambao wewe unaona kama huu unanifanya nisikilizwe ama unanifanya nionekane? Ugumu wa maisha. Ugumu wa maisha. Na unaweza ukaona ni kwa sababu zipi ukaona kwamba wimbo mbona umeweka utofauti kwenye kazi zangu, wimbo mbona umesogea? Labda kuna sababu ambayo umegundua ama kuna kitu chochote ambacho umejifunza kutokana na kuona jinsi wimbo unavyotembea? Mimi naona ni kutokana na message ambayo ipo kwenye wimbo. Message imekaa, si ndio? Asante sana. Sasa nina swali kidogo la kizushi na swali kidogo sana la kizushi. Mziki wa gospel kweli ni mziki wa kumwimbia Mwenyezi Mungu, na Bongo Flava pia ni tunatumia pumzi ya Mwenyezi Mungu kuenjoy, kufurahia maisha, maana uhai ni zawadi kwa kila mtu, sawa? Nikijaribu kuvipima, nikipima uzito wa pay, yani salary, malipo, Bongo Flava ni kama vile inalipa kuliko nyimbo za gospel. Ukiangalia tunao hapa wasanii kama Uba, ni wasanii waimbaji wa kike lakini wanafanya nyimbo za gospel. Tuna kama kina Dogozu
wale ukiwachunguza wanapata hela kweli kwenye mziki wao, na sauti yako nishawahi kuisikia binafsi hapa, nikasema huyu anaweza akapata pesa nyingi akija huku kwenye mziki wa hivi, na unalipa kweli kweli. Ukifanya wimbo mmoja, nyimbo ya pili, lazima unaanza kuingia kwenye malipo mazuri tofauti na gospel. Vipi kwa upande wa malipo, kweli haija kuvutia ama haija? Mimi siwezi nikajali sana malipo makubwa, hapana. Haya ambayo nitakuwa napata atakuwa ananiridhisha, siwezi nikafanya bongo. Asante sana. Flower, kama una jambo lolote la ziada ambalo kutokana na story ambalo unaweza ukaongea mbele ya mtazamaji wa Mtoto wa Neema TV na kuiambia jamii ama kuambia waimbaji wenzako wa gospel ama mabosi ama maproducer ama madirector, kitu chochote kile unaweza ukakiongea, wanakusikiliza. Mimi nawaambia tu kwamba nawapenda sana. Wasikose kunitembelea huko YouTube kwenye account yangu ya Charter Benjamin na nyingine ya Flower Amos. Wanijazie mavitu, masubscribe huko. Nawapenda sana, Mungu awabariki. Amina sana. Na mpenzi mtazamaji wa Mtoto wa Neema TV, mpaka hapo nitakuwa sina la ziada. Leo nilikuwa nimemtembelea Da Flower ambaye kidogo anaachia cheche au anapiga kampeni za kupunguza umati wa watu kuzimu na tuelekee mbinguni. Ungana nami Mtoto wa Neema TV na utambue ya kwamba mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa kipindi kingine, lakini utamu ni pale ambako unakuwa umesha subscribe channel yetu. Ciao. Mtoto wa Neema TV ni yetu sote. Hapa ni nyumbani.